As we are calling on the government to make sure that during the enrollment, when the schools resume, they ensure that the first assignment will be to locate and to ensure that all girls that were registered in the various schools, that they are able to resume, because we worry that a lot of them are going to fall between the cracks. So this is the biggest challenge, is to ensure that everyone comes on board. We are willing to partner and collaborate to ensure that as the schools resume, we have roll calls that ensure that we hold to account both parents, the local chiefs, the education officers, to ensure that each of the girls is accounted for. Watoto wengi hata kwa pande ya masomo wameona wasisome, ni kuangalia tu masimu, kwa sababu watoto wengi wako na masimu kubwa kubwa badala ya kusoma, kwa sababu watoto wanaambiwa wasome online. Wengine pia wanasikiza redio kusoma, lakini hawafanyi. Watoto wameenda mpaka teknolojia imewaharibu zaidi mambo na masimu yenye watoto wametoka kwa njia ya kukua mwanafunzi ama kuwa mtoto, mpaka mtoto anaenda kupata mimba, msichana anapata mimba, kijana anaingia kwa madawa. Ya Margaret inasaidia kwa sababu tunaongea na wasichana, lakini mimi ni kama kiongozi nasema wasichana peke yake kuongea naye ama wavijana peke, wavulana peke yake kuongea na haitoshi. Tunafaa kuchukua wasichana, wavulana wawe hapo na pia wazazi wawe hapo. Wazazi wakija, kila mtoto akiambiwa kuja na mzazi wako na tupate kumenta wakiwa wote, then pengine itasaidia. I think much more on the girl child, because when a parent has two children and one of them has to drop out, almost always it is the girl child. But I wouldn't say it's only the girl child that is suffering this high incidence of school dropout, but it's all children in general. There is ongoing community education through Barasas. We do that a lot, but as much as we do community sensitization and education, there is the aspect of follow-up and ensuring that those who do them get punished, especially FGM.